Mtazamaji, ni kufahamisha kwamba awali viongozi wa upinzani pamoja pia na baadhi ya familia zile za walioathiriwa na maandamano hayo mwaka 2024 walifanya matembezi hapo jijini Nairobi katika mchakato mzima tu wa kukumbuka ama kumbukumbu hii ya wapendwa wao ambao waliaga dunia. Hebu tupate kutazama kabla hatujaendelea na mahojiano yetu. Those malicious people who may have arranged for goons to be in the CBD, we are not in the CBD. Any goon in the CBD belongs to the authorities, not to us. As I came from home, they've barricaded everywhere. I had to open my window at the Aga Khan to tell the police I need them to remove the stones for me to pass. I'm coming to Serena. I was not hiding. Again, they removed the stones at another barrier near the museum. And I told them we are peaceful. I'm coming to Serena. So there are such barriers. There is so much police presence. It is inconceivable not doing anything wrong. We expect this to be peaceful. And we assert our right to do those things because it's written in the Constitution. No. May I thank police for making the day so successful. When you barricade roads, you are enforcing the public holiday. So heko kwenu, lakini pia muweke usalama. Yes. Kuongeza tu basi CJ. This is a day when we come out to remember the lives of the young people who were taken. Ask yourselves what crime those young people committed. Just to say that life had become impossible for Kenyans, and because they talked with the government refused to listen, and instead of listening, they tear-gassed, they killed, and they maimed. If we were to stay behind and leave the victims to also stay in their homes, it would be a betrayal of the spirit of the young people. Mm-hmm. We are just coming out in solidarity. We are peaceful. We are not armed. Anybody with arms are not us or the families who are coming. Anybody armed, let the nation know and the whole world know. If there are any armed groups, those are not the victims' people. Those are not the leaders' people. Those are the agencies, the government agencies. The government has been talking about knowing of goons being mobilized. I suppose that they know if that was true, they should have taken action to make sure that those goons don't gain access even to the CBD. So we're just coming in solidarity with the families and to tell this government that you cannot avoid accountability. All these barricades are meant to make sure that nobody comes here, nobody comes to the media, so that the government can hide behind the compensation they have given. Compensation is fine, but no money can buy any life. Thank you. We must press for justice for those who were killed. The police officers and anybody who was involved must be taken and prosecuted. Thank you. Wenzangu wameongea Kiingereza sana, nitaomba niongee kwa lugha ya taifa. Na niseme asante sana kwa viongozi wenzangu ambao siku ya leo kama viongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kenya tumejitokeza tusimame bega kwa bega na familia za wale waliathirika katika maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024, wakipinga ushuru, wakipinga ufisadi, wakisema wanataka serikali inayoajibika na demokrasia yao. Tuwashukuru wale wote kwa heshima ya wazalendo walioaga siku hii ambao mumekaa nyumbani. Hiyo pia ni njia moja ya kutoa heshima kwa hawa wazalendo wenzetu walioaga. So staying at home is also one way of protesting. And we thank all those Kenyans who are at home today,
who are peacefully and with their families remembering and honoring their heroes. That too is a very special way of honoring. In fact, you have made this day a public holiday against the wishes of this very government that killed your children. Okay. We thank also the officers who have barricaded this city. The city of Nairobi is completely barricaded. It shows a paranoid government that's afraid of its own people, afraid of its own children. But we are here also to say the constitutional right for people to protest is not dependent on the generosity of the state. And that is why we march today with the families who have come out. Amongst the families, we have the mother of Kennedy Onyango. This was the youngest victim of them all. He was only 12 years. He had almost 10 bullets in his body. The mother is here today. We are also with the mother of Rex Masai and all the other families that we march with today. So we say thank you for coming out to stand in solidarity with the families and to march with the families. We are marching to Parliament to lay these wreaths in honor of the departed heroes. And we expect security and peaceful demonstrations today. Anything happening otherwise is state-sponsored goonism, and we are telling the IG of police, we shall hold you and the officers responsible. Thank you and God bless Kenya. Just add one thing. Waziri Musika mwenyewe alisema walipatiwa notisi kikamilifu. Na pia kwa hafla hii tunaandamana pia na waathirika na vile vile familia zao. Kumkumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Lakini ndiye nataka justice. Nataka kuona huyo mtu. Hata sitasema afungwe afanywe nini, lakini nataka kumuona. Tafadhali. Leo tafadhali usitupee tear gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii age yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja, niko na uchungu. Tafadhali. Hiyo ndio ombi langu. Thank you. Anybody else? Erickson's mother. Eric's son was killed outside Parliament. Oh. Huyo ni ile Mama Erickson. Mama Erickson. Kwa majina naitwa Caroline Mutisia, Mama Erickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya Parliament. Kwa leo hii mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability. Yes. So my son was killed today outside Parliament. I came to honor my son. So nataka kuambia government, leo last time walitukataza, leo nataka tuende tuweke maua pamoja na viongozi wetu wa hii nini. Asanteni. Mama Ibrahim, mtoto wake pia aliuliwa nje ya Parliament 2024. Kwa majina naitwa Edith Wanjiko Kamau, mtoto wangu anaitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa hapo nje ya Parliament. Kitu mimi ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Ndio next time wasiendelee kuua, sababu since 2024 mpaka leo tuko 2026 kila maandamano wanaua. Sisi tunaomba tu justice. Hiyo tu. Thank you. Mama Kelvin, mtoto wake pia alipigwa na polisi akauawa. Mimi ni Mama Kelvin Odhiambo, jina yangu naitwa Phoebe Akumu. Mimi naomba tu serikali awache tu leo tuende tuweke mafulawa na mshumaa pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma. Alikuwa na 16 years. Lakini sasa hii ako na 18. Sasa naomba tu serikali awache niende nisimame hapo. Nimweke kitu hata pale amelala atakumbuka. Hiyo tu ndio naomba. Mama Njeru. Mama Rex pia. Mama Njeru, tutamaliza na Mama Rex. Mama Njeru, mtoto wake pia aliuliwa. Mimi naitwa Mama Njeru. Mtoto wangu aliuliwa Parliament. Huyo mtoto wangu alikuwa first born wangu. Sikuwa na tegemeo lingine yote. Alikuwa kazi mahali, alikuwa nisaidia. Tunaomba serikali justice wafanye kazi yake. Juu sasa sisi hatuna kitu tunaweza tegemea kwa dunia, tunategemea kama mtoto. Hata tupaguza machozi hata tufanye nini? Tunataka justice kwa serikali. Asante. Mama Chege, mtoto wake alipotea 25th June 2024 na paka leo forcefully disappeared na bado hajui mtoto wake yuko wapi.
Kwa majina naitwa Mary Getitia, mamake Dennis Chege. Since 2024 June, mtoto wangu sijawahi mpata mpaka wa leo. Nauliza hao wenye watoto wao wako missing wako wapi? Sababu sijamuona since from hiyo wakati mpaka now it's 2 years down the line. Nani anaweza vaa hiyo kiatu yenye ndani yangu? Mwenye amevaa hiyo kiatu ndiye anajua ile uchungu yenye anapitia since 2000. Na mtazamaji, ni kauli za familia za waathiriwa, lakini pia viongozi wa muungano wa upinzani wakizungumza kuhusiana na kumbukizi ya siku hii ya leo, ambao ni kukumbuka zile familia ambazo zilipoteza upendo wao, lakini wengine ambao walitoweka katika hali ya kutatanisha kutokana na maandamano haya vijana wa Gen Z.